Kristo yupo, hata na utukufu wake upo mahali hapo. Na ili somo hili ukiliangalia jinsi lilivyo, ni wakati ule Yesu amewachukua wanafunzi hao watatu tuliosoma habari zao. Amen. Kina Petro na Yohana na mwenzao, akapanda nao mlimani kule. Na Yesu alipokwenda huko mlimani, tunaona kile ambacho kilitokea. Ilitokea hali ya ghafla, ile hali ya ghafla ambayo ilileta ugeuko mkubwa sana. Maana yake walishangaa kuona wingu la utukufu limeshuka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Likatokeza wingu la utukufu, kwa sababu ndivyo tumeona hapo kwamba katika ile wingu la utukufu Bwana alionekana na alishuka. Wakiwa katika hali ya kuzimia, wingu jeupe liliwatia uvuri, halafu wakazindukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hapo nataka nikwambie hivi, hili neno la utukufu wa Mungu una mahali pake ambapo ukisoma vizuri zaidi sana unakwenda kulipata siku ile ambayo wana wa Israeli wanatoka katika nchi ya utumwa. Haleluya. Kama utakumbuka, nimesema safari yetu ya kutoka mwaka kwenda mwingine imewekwa katika mfano ule, kama wana wa Israeli kutoka katika ile nchi ya utumwa kwenda katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Na ukisoma pale kuna tukio lililotokea hapo. Kuna kitu kilifanyika ambacho nataka tukusikilize vizuri katika siku ya leo. Unajua, baada ya kuwa Mungu amewaambia waondoke waende, na walitoka, na wakati wametoka wakienda, ukisoma katika Kutoka 13 pale ndio unaona kitu ambacho Mungu alifanya. Maana ile miaka 400 ni watu ambao waliishi katika maisha ya giza. Huwezi kukuta pale Misri kumbukumbu yoyote ya wana wa Israeli kwamba walikuwa wanaabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ni siku yoyote ile au nini, walikuwa hawana muda wa kuabudu, walikuwa hawana ibada. Kilikuwa kipindi cha maisha ya giza katika maisha yao, sawa sawa na mtu ambaye anaweza kaishi katika dunia hii lakini hajawahi kukutana na Yesu na akabadilika maisha yake. Zile zinaitwa nyakati za giza. Ukimwona mtu yeyote ambaye ameishi na amedumu lakini moyo wake Yesu hajapata nafasi akaingia na kuleta mabadiliko katika moyo wake, huyo mtu anaishi